Um, nina ninasikitika kwa hayo ambayo amempata huyo ndugu yake na dada yetu alitoka kutangulia kujieleza hapo, lakini haya yote ni mambo ya ma-CCM ndo wameweza kuyafanya hayo yote. Hakuna mtu mwingine wa kuweza kumlaumu. Lakini ni washukuru dada Mary na Mwangaza kwa kuweza kuwafanyia kazi haya yote, hata mkaweza kuwapata wahanga na wale ambao wamepatwa madhira haya kwa ndugu zao pia. Mimi ni mmoja wa watu ambao walipata matatizo haya. Mimi nilikamatwa tarehe 22 kabla ya uchaguzi. Siku hiyo nimekamatwa, nilichukuliwa na watu nisiowajua na maeneo ambayo naishi, na walinipiga sana. Nilijaribu kupiga kelele na baadhi ya watu walivyojaribu kuja kufuatilia, kusogea eneo waweze kutoa msaada. Wale watu walitoa silaha, wakapiga juu, wakawatawanya watu. Baadhi ya wengine walishambuliwa pale, ambao walikuwa wanaonekana wako serious kuja kunisaidia. Walipigwa, waliumizwa, sijui walikwenda wapi, lakini waliumizwa sana siku hiyo. Na kilichofuata baadaye, mimi nilichukuliwa nikapelekwa kituo cha polisi huko. Walinishambulia sana, walinipiga kiasi kwamba wale wapigaji walikuwa hawaoni kwamba wanampiga binadamu, walikuwa wanaona kama wanapiga nyoka au mnyama yeyote mkali ambaye anaweza kawazuru wao. Lakini usiku huo nimekamatwa, ilikuwa majira saa 2 usiku, na tulikuwa na mwenzangu mmoja ambaye walimchukua mapema kupitia huyo, na kawapata na watu wengine pia. Nilipelekwa kwenye kituo kingine usiku, nilikuja kuchukuliwa kwenye muda wa saa 5. Nikapelekwa huko, wakaenda kunilaza kwenye kituo chao cha polisi, na baadaye waliniacha hapo. Walikuja walinifuata kesho yake kwenye mida ya saa 9 katika eneo hilo. Waliniuliza swali moja tu, kwamba unaweza ukatuambia mpango wa Chadema kuelekea uchaguzi wa Oktoba? Nikawaambia sijui chochote, kwa sababu mimi sio kiongozi wa chama, lakini pia si mwanachama. Lakini kilichofuata ni kipigo. Nilipigwa bila kujali kabla ya siku hiyo kwamba walinipiga, lakini sijui kama nasikika vizuri. Okay, sawa. Basi walinifuata siku hiyo, wakanipiga sana tena. Baada ya kushindwa kuwajibu kile ambacho walikuwa wameniuliza, walinishambulia sana, sio mmoja, wengi. Walinidhalilisha, wakanivua nguo, piga miguu, haribu miguu yangu yote, mifupa midogo ya nyuma yote ilivunjika, na sikupata matibabu. Lakini pia walinichukua wakanipeleka sehemu nyingine sijui, kwa sababu walinifunga kitambaa, sikuona nilikokuwa nimepelekwa. Walinipeleka huko pia, niliendelea kupigwa. Waliniacha huko muda wa siku 3, baadaye walikuja kunifuata. Ukumbuke katika siku zote hizo ambazo toka tarehe 22 wamenikamata, sikuwahi kula chakula chochote kile mpaka walipokuja kunichukua. Lakini swali moja waliniuliza, wewe hujafa? Nguvu sina wakati huo, na namna kuwajibu nikawa siwezi kuwajibu. Walikuja akanifungua, nilisikia tu wakinong'ona kwamba twende naye huyu. Baadaye walinipakia kwenye gari, wakaondoka na mimi, wakanipeleka kunihifadhi. Sijajua ni kituo gani, kwa sababu ulikuwa ni usiku. Wamekaa na mimi
zaidi ya siku 21, na baadaye walinichukua wakanipeleka kwenye kituo kikuu cha polisi. Nimekaa kule kwa muda wa siku 5, na baadhi ya watu walipata taarifa ya uwepo wangu kule, kwa sababu kuna watu walikuwa wanatoka na kuingia, walianza kuandamana na kuja kuniulizia pale, lakini bado hawakupata ushirikiano kutoka kwao. Waliendelea kufukuzwa, na mwisho wa siku waliniunganisha na mtu mmoja wa karibu yangu ambaye alipeleka taarifa kwa familia yangu. Ilikuwa ni kabla ya kunipeleka mahakamani. Niliongea naye hiyo siku, alikuja kwenye kituo cha polisi tukaongea. Hawakumwambia chochote, lakini kesho yake wakaniambia wapigie ndugu zako simu uambie kwamba unakwenda mahakamani. Na wakati huo huo simu zangu zote wanazo, simu 3 walikuwa wamechukua. Sina mawasiliano yoyote, lakini kwa bahati nzuri kuna namba ambayo nilikuwa naikumbuka, nikapiga. Kweli walikuja mahakamani, kwenda kusomewa mahakamani. Tofauti na mahojiano ambayo walinihoji wao, jarada lilikuwa limeandikwa, sikumbuki vizuri lilikuwa limeandikwa nini, lakini ilipofika mahakamani nilisomewa uhaini. Kwa hiyo nilipewa kesi 2, kesi moja ya kuongoza kikundi cha uhalifu, lakini ya pili ni uhaini. Nilikosa dhamana kwa sababu kesi ya udhamini, kesi ya uhaini haina dhamana. Nikapelekwa mahakamani. Bahati nzuri nilipelekwa Rwanda kutoka mahakamani. Bahati nzuri kule kuna watu huwa wanakagua pale magerezani unapoingia, kwamba pengine una kitu chochote ambacho ni hatarishi, unaweza kuingia nacho mle ndani. Waliweza kutupekua, lakini katika kutupekua wanatuvua nguo zote, tunakuwa uchi wa mnyama. Na sikuwa peke yangu, tulikuwa watu wengi kama 24 hivi. Lakini katika upekuzi huo, yule mpekuaji alivyoniona hali yangu jinsi ilivyokuwa, miguu imevimba, pia ile utembeaji wangu ni tofauti na wengine, alijaribu kuniuliza. Nikamwambia mimi hali yangu sio nzuri kwa sababu nimepigwa sana. Ananiambia sasa tukusaidieje? Nikaomba kwamba kwa sababu kuna kituo, yani hapa kuna dispensary, kama naweza nikapata dawa niweze kutibiwa. Akasema inabidi uandikishe, unapochukuliwa maelezo uandike matatizo ulionayo, alafu ndipo uweze kupata hayo matibabu. Lakini hali yangu ilikuwa inazidi kuwa mbaya. Nikiwa polisi nilinyang'anywa vitambulisho vyangu vyote. Sikuwa na kitambulisho cha aina yoyote, na hata bima ilikuwepo bima ya matibabu ilikuwepo katika vile vitambulisho, pia sikuweza kuipata mpaka kesho sijaipata. Kuna dadangu mmoja aliweza kufuatilia kule magerezani, wakati wanakuja kuniona, aliona hali yangu, akawaomba wale askari magereza kwamba hata ikiwezekana basi tuweze, kama akiwaeleza mkagundua tatizo lake liko sehemu gani kubwa, hasa kwa namna anavyotembea tuweze kununua dawa huko mtaani. Bahati nzuri wale askari magereza walikubali. Walinitafutia daktari wa pale magereza, alikuja akaniangalia vizuri, akachukua maelezo yangu, akawashauri ndugu zangu, nendeni mkanunue dawa za mifupa na dawa zingine za maumivu. Walifanya hivyo, wakaniletea zile dawa. Niliendelea kutumia kwa muda ambao nimekaa magereza. Nilikaa almost wiki 3 pale. Katika zile wiki 3 niliendelea kutumia, na ile mifupa ambayo ilikuwa imevunjika ilianza kuunga. Lakini hata nilipokwenda mahakamani kwa tarehe ambayo walikuwa wameipanga, iliahirishwa, ikaja tarehe nyingine, tukatoka kwa kufutwa ile kesi ya uhaini. Lakini pia hii kesi ya kuongoza kikundi cha uhalifu ikawa haijafutwa. Wakasema tuendelee kuripoti. Tulitoka kwa dhamana,
tulikuwa tunatoka kwa vikundi vikundi, wanapanga watu 5, 6, wengine 20, wengine, kwa sababu magerezani tulikuwa zaidi ya 80 kwenye lile gereza ambao tulikuwepo. Kwa hiyo hawatoi kwa muda mmoja watu wote 80, wanatoa, wanahesabu watu 10, wanawapeleka 20 hivyo, watatu hivyo, kulingana na zile kesi ambazo walikuwa wamewapa. Kwa hiyo mimi niliweza kutoka tarehe ya 29 mwezi wa 11, tangu tarehe 22 nilipokamatwa mwezi wa 10 kabla ya uchaguzi. Lakini baada ya hapo nilirudi nyumbani na ndugu zangu wakanihudumia, nikaenda kufanya check up kwenye hospitali. Nikagundulika nilikuwa nimeumizwa maeneo ya kiuno, mapaja yote yalikuwa yamepigwa, hivi viungo kwenye magoti yalikuwa yamepasuliwa side zote mbili, katika mguu wa kulia na kushoto. Hizo miguu kule chini, nyao ziliumizwa vibaya. Hizi mnaita nini, hii mguu wa katikati kutoka kwenye nyayo na kuja hapa, hiki kipande kilikuwa imevunjwa, mifupa midogo yote ya nyuma ilikuwa imevunjika. Kwa hiyo nilipata shida sana, lakini namshukuru Mungu kwamba sasa niko vizuri, naendelea vizuri. Na kwa mara ya mwisho nilikwenda hospitali, wakaniambia unaweza kwenda kufanya mazoezi, kwa sababu pia nimekuwa nafanya mazoezi hata kabla haya yote. Kwa hiyo hii ni sehemu yangu ya maisha. Kwa hiyo nimekuwa nafanya mazoezi, sasa hizi naendelea vizuri, na mshukuru Mungu. Lakini mpaka sasa hivi naendelea kuripoti polisi, na vitu vyangu hakuna hata nilichokipata, vyote vimepotea, vyote, hakuna hata kimoja, ingawa mahakama iliagiza kwamba huyu mtu ahakikishe kwamba anapata vitu vyake kupitia mwanasheria ambaye nilikuwa naye, lakini hamna kinachoendelea. Wamekuwa wakimdanganya mwanasheria wangu, na sijaweza kufuatilia mimi, amekuwa akifuatilia yeye kwa sababu ya hali halisi jinsi ilivyo. Lakini niseme tu yote kwa yote, CCM ndo wametusababishia yote haya hapa tulipofika na nchi inavyoenda. Hatuna mtu wa kumlaumu zaidi ya wao, hatuna mtu wa kumlaumu, kwa sababu wametufikisha mahali pabaya. Watanzania tunaona nchi hii sio yetu, tunakimbia, tunaishi nje ya nchi, jambo ambalo sio utamaduni wetu. Sisi tunatakiwa kuifia nchi yetu, tunatakiwa kuishi katika nchi yetu, ziko na ndugu zetu katika nchi yetu, lakini imekuwa kinyume kabisa. Watu tunaishi ambako hata tukutegemea kuishi. Kwa hiyo maisha ndo haya ambayo yapo, lakini na haya ndo niliyoyapitia mimi na ndugu zangu wengine. Kuna kisa kimoja, wakati napelekwa kwenye kituo cha polisi, nilikutana na ndugu mmoja ambaye tunatoka karibu, tunakaribiana. Mdogo wake nimekuwa naye mimi, kwa hiyo yeye ni kama kaka yangu. Siku napelekwa Central, tulikutana, niko reception na nachukuliwa maelezo, amekuja akinisalimia, Kiswigo, unaendeleaje? Nasema naendelea vizuri. Pole. Asante. Namtafuta mwanangu, sijapata kumuona tangu tarehe 29 mpaka hivi tunavyoongea, mpaka leo hajapata kumuona mwanae. Sijui yuko wapi, sijui aliuawa, hatujui aliko mpaka sasa hivi. Nakumbuka kisa hiki na sijaona naye kwa muda mrefu, hatujawasiliana kwa sababu ya hali iliyopo na utofauti tulionao. Lakini kiukweli Tanzania sio Tanzania ile ambayo tuliachiwa na Mwalimu Nyerere. Tanzania ya sasa hivi ni nyingine, inaumiza watu, inatesa watu, inapoteza watu, yani vitu vingi vinafanyika ambavyo viko kinyume kabisa na utamaduni ambao tumeuzoea tangu tumezaliwa na nchi yetu kupata uhuru.